Hakika katika madhambi yaliyokuwa makubwa na yenye kuangamiza basi ni kukata tamaa. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na maimamu katika vitabu vya hadithi kwa hadithi na riwayati mbalimbali wamelishutumu sana suala hili la kukata tamaa. Katika hali zake zote kukata tamaa ni kitu ambacho hakiruhusiwi. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu anasema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, sema waambie enyi waja wangu mliozidhulumu nafsi zenu msikate tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake atuambie sisi wale ambao wamezidhulumu nafsi zao ni marufuku kukata tamaa. Japokuwa umemwasi Mola wako, lakini usikate tamaa. Katika aya nyingine katika suratul Yusuf aya 87 mzee Yaqub akiwahusia watoto wake la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafiruna, msikate tamaa na faraja ya Mwenyezi Mungu. Hakika hawakati tamaa na faraja ya Mwenyezi Mungu isipokuwa wale ambao ni makafiri. Kwa hivyo Qur'ani imetuonyesha kwamba kukata tamaa ni kitu ambacho qat'an hakiruhusiwi. Lakini pia katika hadithi tumeona, lakini pia mashekhe wetu kwa riwaya mbalimbali wametueleza katika vitabu. Kwa mfano katika kitabu cha madhambi makubwa 40, baada ya shirki billah, baada ya kuwaasi wazazi wawili, basi kukata tamaa ni katika madhambi makubwa, yani hata katika mpangilio ni katika yale madhambi makubwa ya manzoni ambayo binadamu hapaswi kufanyaje, hapaswi kuyafanya. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni kitu ambacho kwa jiha mbalimbali kimefanyaje, kimekemewa.